ushuhuda wangu. Mimi ni kikwambia yako, wewe ni vizuri, watoto wako unawaona. My son ako sahi hapa Germany amekufa. Hata sioni watoto wangu, sioni, nimekwambia. Wacha nikwambie yangu kwanza. My son, mimi nimekuja hapa Germany, nilizaa nikiwa mdogo, nilizaa nikiwa na 15 years. Nikafanya mtoto wangu akaenda mpaka university. Sasa hivi nilikuwa nafanya kazi. Na hii kidole, hii mkono. Nafanya kazi kakaenda university. Nikaenda huku nikikabisana akaja mpaka hapa. Sasa ile anaenda kupewa diploma, alikuwa mtu mkubwa sana my son hapa. Ni wivu tu ya watu wakamuua. Unasikia? Sasa hii my son ako hapa kaburi. Mimi huyu mkono umeniona magonjwa na nini 25 years. So wewe usilie, watoto wako wako pahali. Si ndio hawako kama mimi. So huyu kiboko ya wachawi atakuletea watoto. Sasa vile umekuja hapa, mashida yako Mungu atatumia kiboko ya wachawi. Vile amemtumia kunimalizia mashida yangu. Sasa uje umwambie baba kuhusu kijana wako. Pengine pia kuna ushuhuda mkubwa mwenyewe unakuja. Akisema Rev Natasha alimuitisha pesa amuombeni mkono. Ni mimi. Ngoja nisome hii. Huyu nilimuona. Ni mimi Natasha alichukua pesa zangu kwa hii mkono. Hata sio hivyo. Almost 2 million from 25 years nikiwa kasichana hii mkono. Na sasa Mungu ametumia kiboko ya washawi. Na this is my testimony. Joshua, ngoja tumsikie huyo. Ngoja tumsikilize. Sema hiyo swali. Mimi niko na shida na mimi nataka kusaidia. Sasa nauliza swali langu kabla sijasema shida yangu ni ipi? Kuna malipo unahitaji kutoa ama? Hakuna malipo. Wewe, Shosho, nyamaza mimi nitamjibu. Samani. Endelea. Sasa nimeuliza hilo swali kwanza kwa sababu mimi nina shida na shida yangu ilikuwa moja. Mimi nilikuwa na pikipiki na pikipiki yangu iliibwa hapa kwa plot, lakini sio usiku, mchana nilikuwa nimeondoka nimeenda kwa mpira ikaibwa na sijawahi pata. Sasa niko na kama 2 months kwa nyumba kwa sababu ile ndio ilikuwa inanisaidia kufanya shughuli zangu za hiyo ndio ilikuwa inaniingizia kipato, lakini so ilienda. Nimejaribu kula police station, wanajaribu walitrack, wakaona mtu mmoja kutoka naye alikuwa anaonekana indirect, lakini hawajanisaidia mpaka sasa kushika. Okay bro, nimekufumbia nakukata kwa neno yako na kukata kwa kisamani kidogo. Unajua wewe hauna uaminifu na hujaamini. Sasa kwa hiyo wewe unaenda ukabook appointment ni $200. Sawa? Si kusema unaenda kwa prophet ajili ya kumpima ama ya kumjaribia. Iko anarudisha magari, anarudisha vitu vya samani. Hiyo pikipiki kani ya $500, $600 ndio itashindwa kurudia. Sieti kumpima, mimi siko hapa kumpima. Nakwambia. Naomba nimsaidie. Bombe mwache nimsaidie. Mimi ni Robert. Mimi ni Robert. Yes. M. Nakusikia. Fanya hivi. Masaa ya Afrika Mashariki saa 2 usiku live inaanza. Pita kwenye akaunti ya Shosho, pata linki pale. Alafu au follow. Alafu uweke notification. Live ikianza tu request. Lakini wakati umerequest na kushauri tapu screen kwa kasi sana au tuma zawadi. Kwa hiyo pale kwenye list ya request jina lako litakaa juu. Lakini ukituma request ukanyamaza utakuwa hauonekani, maana list ya request inakuwa na watu wengi na inatembea. Umenielewa Nakusikia. Ukitueleza sisi haiwi sawa kwa sababu anayetakiwa kusikia shida yako ni Mungu kupitia kiboko ya wachawi. Alafu yeye pale atakupa mwongozo. Na wakati pia huwa watu wanasahau sana. Anaitwa Betty amesema hapa kwamba kiboko ni Mungu ndani ya mtu. Unapo request unatakiwa pia uombe kibali kwa Mungu. Omba kibali kwa Mungu kwa sababu mfano kama jana alipandisha watu wote wapi. Kwa nini?
Ni Mungu anamwelekeza, mpandishe huyu, mpandishe huyu, mpandishe huyu, mpandishe huyu. Utasikia watu wengi wanalalamika, papa unipandishi. Pamoja na kwamba yeye anaweka ubinadamu, anaweza akakuweka ukashuka, Mungu akasema huyu awepo. Kwa hiyo ni kitu ya kwanza. Then baadaye ukiona labda una jambo lako ambalo hutaki watu wote wasikie, unafanya booking ya appointment ili uhudumiwe private. Umenielewa double M? Kwa hiyo okay, ukitaka kuongelea private ndio unafanya booking ya appointment. Kuna namba yake ya simu ambayo utaipata kwenye akaunti ya Shosho, kwenye akaunti kwenye linki ya akaunti ya Kiboko ya Wachawi. Kwenye hiyo akaunti kwenye hiyo namba unaandika naomba appointment. Hivyo tu, naomba appointment. Atakudiem yeye kwa namba ya kutuma pesa. Ukishatuma pesa, ile receipt ya muamala, transaction report, unairudisha kwake kwamba kuna muamala huu umeingia, then atakurudia, atakwambia nitakupigia lini, appointment yako itakuwa saa fulani. Sasa hiyo wakati ya appointment yako, ili mradi isikukute kwenye matatu, ili mradi isikukute muda huo uko sijui wapi, ukukute kwamba umekaa unatulia, unajua nitapigia simu na nabii kwa muda huo, kwa hiyo lazima niwe sehemu yenye internet. Umenielewa? Nakupata. Haya, Brace Igia, wewe naona unaniambia umetoka nini? Igia, utaambiwa kile utafanya hivi. Ukitaka kuwin profit, unaona saa 2 usiku, nenda pale na uombe invitation. Atakuchukua saa hiyo, maybe atakuchukua, ataambiwa na Mungu. Sasa ukikaa pale, sema utagoja kama 4 hours. Vile yeye anakaa na wewe ukae hivyo. Na utafungua kamera, ukiwa huwezi ukafungua kamera, hashukui mtu. Bata bite, diloite holdish, bata bite ichikome. Lazima ufungue kamera akuone hivi mnaniona. Ukae pale 4 hours. Aongee, asome Bible, afanye vile Mungu tu atamuelezea. So, kwa hiyo kuna watu wengi wanakuja, maybe wako hospitali, mtu kama wale walikuja wamefanya accident, mliwaona. Sasa ilibidi aombe hiyo hospitali yote. So kwa hivyo saa nyingine uko pale juu, unaweza saa hiyo asikuongeleshe, but ukikaa pale juu usiondoke. Ukipata bahati tu, kama mimi nilipata bahati, hata sikwenda toilet, nilienda tu nikakaa hapo. Na unaomba, you have to pray. Ukikaa hapo, asema Mungu nisaidie, nimekuja hapa, Mungu nisaidie, unaomba. Na kuna time anasema muombe, mnaomba. Unakaa tu pale, unamfungua kamera, hakuna kuondoka, hakuna kwenda wapi, unakaa pale. Ukifunga kamera atakublock. Sababu hata kazi yake sio ya mchezo kweli. Kazi ile amepewa na Mungu sio kazi ya mchezo, naye hachezi. Yeye akona jokes, mtacheka. Akona jokes kweli. Na pale hauwezi ukaboeka. Sio hao maprophet wanajifanya hamwezi mkaongea kitu. Pale mimi kwanza saa yote niko pale. Tu kucheka nini, lakini akianza kazi yake. Ishikome. Yeah. Akianza kazi yake, ameanza. Kwa hivyo wewe double, hata wewe ukienda double pale, atakwambia wewe kwanza hauko serious, hata anaweza akakwambia nitumie 10,000 wewe. Hata anaweza, kuna mtu anaambiwa mwambie, anaona hauko serious, kama vile unakuja hapa unatuuliza. Si ukuwe na faith, uone huyu Shosho amepona hii kinoda 25 years, huyu Shosho amepona. Ni mimi tu nakuja hapa kumwambia, sio mtu mwingine. Ni mimi na wale wananijua nikiwa kadogo. Si Brace Lulu nimekuitisha na hawauijii. Pale nimekuitisha Brace Lulu, kuja basi, kuja. Na niulize, anakuanga live kila siku? Huyu Brace sijui anataka nini, amekuwa hapa saa yote. Anakuwa live. Kwa nini haukuji? Brace si ukuje basi. Kwa hiyo anakuanga live kila siku? Kila siku saa 2 ya Afrika. Wacha tusikie Brace. Mpaka saa 6 ya usiku. Brace ongea. Sawa.
Bless. Nataka sana niingie hiyo live yake because my live kuna mambo mingi sana ya magonjwa nini. Halo. Yeah. Bless, ongea. Bless, sasa umefuga nini na umeshida hapo ukiniambia shosho usiwashe uongee. Shosho sijui nitaingia aje. Si uko ndani ongea. Oh, shosh. Yes baby. Nashukuru Mungu sana nimewapata. Habari zenu? Salama. Nashukuru Mungu nimewapata. Nami pia niko salama nashukuru Mungu. Nilikuwa nauliza huyo mtu nitampata aje? Shosho nimepitia a lot. Marriage yangu ya miaka 16 imeisha. Imagine kutoka hii Kinoda Iponde ni every day na mpost na halafu kuna watu wanakuja wananiambia shosho tumekoniwa na mtu mwingine. Kuna watu wengi wako na account zake. Shosh, naomba unisikie mimi. Yes. Naomba unisikie shosh, mimi hakuna mali sijatembea. Sina mtoto na watoto 3 lakini sina hata mmoja. Sina firstborn yangu alienda saizi ni karibu miaka 6 sijui mali yuko. Hakuna kwa nabii sijana mpaka kwa Ezekiel nimeenda. Shosh, bwanangu kila siku ni vita. Mpaka imebidi nikamuondoke sasa niko kukaa peke yangu. Mtoto wangu mwingine mdogo nilishindwa kukaa naye juu babake ikabidi nikapeana. Na basi alichukua nakaa naye. Nakaa tu kama poko, nakaa tu pekwe tu peke yangu. Mimi muimbaji shosh, kila madhabahu unapoenda kwenda kuimba nakataliwa. Nauliza Mungu ni wapi nitamtukuza? Mimi napenda Mungu sana, napenda kuimbia lakini nitamwimbia wapi? Sasa tufanye hivi. Si ubook appointment uoge. Mimi naomba tu unisaidie. Josh, naomba unisaidie. Naomba unisaidie vile nitapata huyo mtu, tafadhali upe namba yangu. Mimi ukweli hata siwezi nikampatia namba yako ukweli. Hata mimi vile uliniona niko kama wewe. Hata mimi niliambiwa niende kwake sababu ya hii mkono. Hata sikuwa naenda kwa sababu ya mkono. Nilikuwa naenda kujua nani aliua my son. Na yeye akaniambia mambo ya ugonjwa. So usifanya hivi. Si pale saa 2 ikifika ukwe pale umuombe saa 2 ya saa ngapi? Saa 2 ya Kenya. Saa 2 usiku ya Kenya. Lakini usichelewe sababu kuna watu wanaingia pale. Akiingia tu hivi. Kuna kama 100 people wanataka kwenda juu. Ya usiku. Akifika pale, ingia pale na yeye. Alafu akiingia kwa mimi na share sana. Ya usiku ya. Account yake inafungua kamera. Na unafungua kamera wewe ngoja tuone kama huyu atana. Ngoja nikwambie. Huyu hana watu, huyu hawezi. Wewe lazima sasa umpate na appointment. Uwezi ukafungua kamera, hawezi akakushukua. Lazima uone hivi vile mnaniona. Mimi hata sijaingia live kwa TikTok maisha yangu. Si uko hapa sasa umeingia. Sijaingia kwa TikTok maisha yangu. Leo ndio siku yangu ya kwanza. Follow. Iko private. Follow hatuone kama watu wa kuingia. Iko private. Tutamfollow kivipi? Nita open aje sasa? Wewe uko nani? Nita open aje? Huyu hawezi akaongea na prophet. Prophet hawezi akaongea na wewe. Nasema hivi, yeye huyo dasi iko private ndio shida, watamfollow na atapata follow. Sasa ndio nashindwa hapa tuone kama atapatia watu. Uwezi ukaingia kwa prophet wewe. Wacha nikutoe, alafu uende sasa utatolewa nani kwa private hata ukiwa hujui kutoka hapa jameni. Utatolewa na nani private? Kama nacheka mambo mengine ni magumu. Huyu kwanza aanze kutoka hapa nani atamkulia private tukupatia watu ndio uingie kwa prophet. Aanze kwanza aingie baada leo, aingie
baada ya kesho, aingie baada ya kesho kutwa. Kwanza ukienda hivi kwa prophet, ukienda hivi kwa prophet ufungui kamera kama mimi, anakublock. Kamera sasa nitafunguaje? Hebu niambie basi. Ni serious. Kazi yake ni serious. Na wewe lazima ukuwe serious. Ndio nauliza. Sio uende pale anasema saa yote muigie mnafungua kamera na una keep quiet. Shoshi jamani, naomba mnisaidie, sijui vile nitavoingia mimi, sijui kusaidia vipi. Hata mimi ningependa nikusaidie, lakini nitakusaidia vipi? Ama nimejaribu kubonya Lulu, sikiliza, tafuta jenzi yoyote, mwambie atoe akaunti yako private, ili watu waweze saizi. Ili kufungua kamera unatakiwa uwe na watu wanaokufuata 1000. Sasa wewe mtu akitaka kukufuata, mimi nimemfollow, hayuko private, nimemfollow saa hii. Follow. Mimi nimemfollow saa hii. Shosho iko private. Saa hii nimemfollow jamani, si nimemfollow saa hii yako hapa juu ya. Nimekufollow, follow back. Nimekubali. Niko juu. Hebu mfollow. Angalieni watu wamefika 32. Endeleeni. Wewe baba yao, boboyo, wait. Angalieni watu wanapata. Robert, endeleeni nimemfollow. Haiko private, ni venye hajaweka video yoyote. Ni vile sijaweka video yangu. Weka sasa video zako sasa. Hajaweka video. Ninalitia video. Video yangu nitie picha yangu hapo. Kwa 36 tutafika 1000 saa ngapi? Na mimi nafunga. Naenda sasa na mjukumu, naona hapa. Atafika tu, hata ikiingia live hata baadaye atapata followers. Mimi sasa Shosi ndio nataka kujua saa 2 ya usiku ndio niingie. Inakuwa saa 2 au usiku ya Afrika. Sasa carry your faith. Okay, carry your faith. Nenda pale umsikize. Okay? Hivyo uko na faith hapa kwangu. Nenda pale umsikize. Sio lazima upande. Ndio namtafuta aje sasa Shosho, usiende niambie nampata aje. Nitakushare, huwa na share akiingia. Nitashare. Ushare live akiingia. Nitakushare. Just have faith. Kaa pale usikie vile yote atasema. Akisema chukua maji, saa hiyo kuwa na hiyo faith because saa yote anasema chukua maji, hata ikiwa hata kuogelesha, just have that faith. Si unaona vile umekuja hapa ukiwa na faith. Nenda na hiyo faith hapa. Hata mimi nitakuchukulia hiyo faith. Vile nilipona hii after 25 years, I will take that faith for you too. Kuwa na hiyo faith. Sema mwambie hivi. Akienda hapo anaponya hata wenye wako chini. Unaona kwa screen panapanda ni watu 8. Yeye akifika hapo atie imani yake. Tumekunywa, kuna mwingine chumvi, unakanyaga chumvi hivi. Lakini sasa Shosi unasema hawezi kusaidia mtu kama aoni picha ya mtu. Sasa wewe nenda kwake sasa ukamsikia. Shosi ngoja nimueleweshe, ngoja. Nisikilize dada. Mueleweshe tu kwa sababu Robert ni hivi. Robert kidogo. Mumueleweshe huyu dada kwa sababu yaelewi mambo na mtandao. Ndio tunataka tumueleweshe. Blessing kama ni blessing, ukifika hapo gisi umepanda hapa kwa Shosho, ndio gisi utaenda unasikiliza. Ni kama gisi mimi nimekuwa chini niko naambia Shosho nipandishe. Amenipandisha, sawa? Wewe kwanza utabidi umfuatilie hata wiki moja. Sio kajua unasema unakuja kutuambia sisi wala unamwambia Shosho eti Shosho mwambie nisaidie wala umpe namba yangu. Yeye hana muda kukupigia wewe simu. Umenielewa? Kitu kenye kipo. Wewe toka kwenye private kisha wala upost picha zako hapo kwenye TikTok upate followers. Utapata followers. Yeye mzee hachagui eti wewe ni from Kenya, from Tanzania, from where no. Wazungu wanapanda, wauzi wanapanda. Kitu kenye kipo ni kimoja tu, masharti. Ukifika hapo tap screen. Ukimaliza kutap screen, kama una gift, tuma gifts. Gifts zako ndio zinakupatia kuwa
kwenda juu kwake. Unaweza kutana bahati yako naenda saa hii tu na nakupalisha. Hakuna sio gift. No. Nasema hivi. Nasema nimesema hivi. Utafanya watu. No. Nimesema hivi, gift zake ndio anapana gift. Hapana. Sio lazima, sio watu wako na gift. Unaona watu kwanza wako wanakuja hawana kitu. Anawachukua. It's not a man. Nasema hivi Shosho, haujanielewa. Nimesema hivi, ana tap na anapana gift. Unasikia? Sasa iko na tap. Ile gift sinaongeza kusema atike 1000k, 1 million k haraka Shosho. Hapana, hatuongei mambo ya hiyo is okay. Tunaongea mambo ya huyu. Okay? Wacha na prophet utap pale ama usitap, yeye anasaidia. So unaona watu wako wengi hawana kitu, hata wengine wanakuja wanasema tupatie chakula, anawapatia. So sio lazima umwambie huyu ana need help now he need help to follow her. Afikishe hao watu ndio aende kwa prophet, afungue kamera. Either aende pale chini vile hao wako chini wananisikiza, aende na faith, have that faith. Nimeenda pale nitakutana na prophet wa Mungu. Sasa prophet akisema sometimes Mungu anamwambia waombe wote. Akisema uombewe, have that faith. Chukua maji na mkienda pale unakuwa na maji. Sometimes anasema chukua maji, anaombea hapo. Sasa ukikimbia hivi kutafuta maji, already maombi imeisha. So kuwa na vitu zako pale sometimes. So sometimes anaenda pale anaingia. Mbebe picha za watoto wawe nazo hapo karibu. Hata kama hata panda yuko hapo chini, everything unaweka pale. Hata mimi ukipanda pale juu akwambie sasa, kama vile aliniambia nilipanda pale juu, akaniambia achukua maji mbili, nilienda nikachukua. Lakini sometimes akiambiwa na Mungu aombee watu wako, anakuambia chukua hiyo maji, anaombea, anakwambia kunywa, oga. Sawa Shosho, nimesikia. Shosho, yes. Who is this prophet? Shosho, this prophet dia nendeni sasa. Kwa nini sasa sitaongea? Nendeni chini kwa nini kwa account yangu, mtamuona, mtasikia testimony, mtaona kule nilienda, mtaona kila kitu, mtaona. Sababu sasa kisha account yako ni gani? Hiyo hapa huko. Si uko kwangu saa hii. Hauko kwa prophet, uko kwa Chocho. Sasa ndio nasema sasa nikitaka kuingia kwa TikTok ninaingia kwa Shosho wa nini wa Kenya. Kenya washazishosho wa majuu. Shosh, wacha kucheka. Shosh unakuwa msaidia, acha kucheka. Shosho jamani, acha kunicheka, mimi sijaingia TikTok. Dale, uko kwangu, uko kwa Chocho wa majuu kwa jamba ni. Unaona hapa na. Bless. Shosh, wacha nimsaidie Bless. Nitakuambia. Sikiliza. Shosho, nisikilizeni dakika moja. Yes. Blessing. Utaona linki, utaipata linki, utaingia. Na ukiingia usishangae ukaona prophet amesuka au kamaona prophet yani hujazoea kumuona vile. Lakini pia usishangae ukaona kwamba ni mkali, ndio asili yake alivyo. Hapendi upumbavu, ni mkali. Kwa hiyo usije ukashangaa pia kama upo na hata ujui kama uko kwa prophet, kama vile uko kwa Shosho na ujui kama uko kwa Shosho. Sawa? Hiyo ujiandae kisaikolojia. Mimi nafikiri kwa kusaidia wewe uchukue hiyo linki, ninakutumia pia inbox kwako na kutumia sasa hivi linki ya kiboko ya WhatsApp. Kwa hiyo follow, utasubscribe. Mpaka asante. Upendo. Mwambie Bless. Shosho usikufe unataka. Bless mwenyewe. Ndio huyu hapa. Sasa mnanicheka nikisema sijawahi ingia TikTok, mimi hufanya kufuatilia tu TikTok, sijaingia live. Ati mmoja atakutumia link nitumie. Tafadhali. Nimekuja inbox nitakusaidia. Niongee na Bless. Nitakusaidia. Mwacheni Lulu, mwacheni.
Leave Lulu for me. Leave Lulu for me. Leave Lulu. Sasa nyinyi badala mnisaidie mnanicheka. Mnajua ile stress mimi niko nayo. Sasa nyinyi badala mjue vile mnaweza msaidie mwanza kunicheka. Upendo, wacha kusema ubaya. Imagine uko mama uko na watoto lakini unajua watu wako mazi yako kwanza mkubwa sijui kama unasaidika, si uko tu wetu. Upendo sikia ukubwa kwanza ndio ananipea stress dika. Upendo sikia kidogo. Utasaidika. Bless. Unajua tumecheka vile umesema chocho wa majua ama wa Kenya. Unajua utasaidika mama. Si uko hapa kwetu. Uko hapa Mungu amekuleta hapa. Vile nimesaidika, utasaidika. Upendo. Bless. Angalia Bless Lulu sana. Bless, sikiza. Unaona hapo ulipo? Tumeshika simu yako hapo. Angalia pale hiyo picha ya shosh pale juu. Pale kwa picha ya shosh, finya ile nini imeandikwa plus. Finya hiyo kama andikwa ka plus hapo. Umfollow. Alafu akiingia hiyo follow ya plus. Finya hiyo. Alafu kishafinya hiyo. Akishaingia live kule atashare na wewe. Atashare hiyo live na wewe. Alafu wewe utafinya tu kwa hiyo kanini atakuwa ameshare na unajikuta kwa hiyo live ya profile. Nimefinya ikaniambia join. Ukishafinya utakuwa umemfollow. So wewe tulie hivyo venye umetulia. Unaona wakati ataingia live atashare na wewe. Akishashare na wewe itakuja kwa inbox yako kama message ya kawaida zenye wewe unaingia. Then wewe utafinya hiyo message alafu inakuweka kwa hiyo live ya nani? Ya Prophet. Sasa utakuwa hapa chini kwa comment section. Umeona? Ukiwa chini kwa comment section kazi yako ni kutap screen, kuguza tu screen, kuponyeza tu. Umeona? Hivyo vile nimefanya. Press, goja hapa. So, can you hapa goga hivi nikuonyesha vile utafanya. Unafanya hapa. Unaona inakuja nini? Red pale. Inakuja turaftwa red. Goga. Hivyo ndio unaambia ukienda pale ugoge ile kichwa. Unaona tu unagoga tu kichwa ya nani ya Prophet. Nigoge mpaka nini? Hiyo ndio nimegonga. Tap na tap hapa chini. Unaona nikitapu hapa chini. Tunaona inasema mimi nina tap. Nina tap hata nilikuwa na tap nikijoin na shosh. Sasa iko hivyo. Tutamsaidiaje? Sasa tukikutumia line Prophet akiingia utaweza. Sasa nikikutumia line Prophet akiingia uko nipatie namba yako. Uko Kenya? Namba shosh nimekutumania. Si nimekutumania namba yangu shosh. Umenitumania kwa namba yangu kitambo. Shoshi. Nilikutumia namba yangu kitambo. Shoshi, Prophet aweza kumgani? Nilikutumia ni Blessing Lulu. Nikakutumia nikakwambia Shoshi ni namba yangu please nipigie. Lulu anakuaga na mokorino? Hapana. Ni Lulu gani huyu jamaa? Fungagi mokorino. Mtumie tena ama umsomee tu, msomee namba ama. Wacha nimtumie, usisome namba hapa. Itachukuliwa na watu. Usisome. Ngoja nitakuangalilia. Nitakuandikia. Usisome namba yako. Ama mtumie inbox. Hata already ametuma nitaangalia kwanza, wacha niandike jina yake ndio niko na namba nyingi kwa inbox. Unajua saa nyingine nasaidia watu kuwaleta hapa mashule kwanza hao majenzi. Kuna ile nilikuandikia hapo Shoshi niko na umenifanyia sawa. Nani alikuandikia sawa? Ulinifanyia na action kwa mkono hivi. Kanambia ningoje kidogo. Bless Lulu. Bless Lulu. Sasa mimi kuna namba nilikutumia inaanza na 04 inaisha na 29. Na hii account ama account nyingine? Na hii account. Follow nani mfollow tuone kama atapata nini. Tumfollow. Iko kwa inbox yake kwa hii jina ya. Sasa mimi akija tu hivi nikitumia wengine, wewe ndio nitakutumia wa kwanza. Sasa na wewe nikikutumia, unaona vile umekuja hapa kwangu? Utaenda kwake utakaa chini. Usiende juu, ukienda juu atakublock sababu huwezi ukafungua kamera na hapendi. Sasa
Sasa nitafanyaje? Nifungue kamera niweke picha yangu hapo? Usiingie kwa prophet juu utaingia utabrokiwa. Usiwe na haraka bro. Usiwe na haraka. Wewe umekaa hapa chini ukaniadikia shosho wewe unishukui. Si ulikuwa umeniadikia pale? Sasa wewe prophet Atioba unasema pale amen amen amen, just be free. Sawa. Pendo yuko wapi? Alisema ananifuata nitafuta. Alikuwa ni Pendo ama ni ana? Ni mimi, lakini shosho ameshakuchukua. Shosho, nitakuinbox namba yangu, tuta exchange namba. Sawa sawa, tufanye hivyo. Shosh. Yes. Kuna kitu naomba munisikize. Ongea mami. Mimi maisha nimepitia ni ya shida sana tangu utotoni. Mezaliwa wawili, dadangu yuko Mombasa. Mimi sijui labda hata ndio watoto wangu wanafuata hiyo roho, sijui. Si tukulelewa na wazazi. Sijui. Nimedilia tangu utotoni, mimi nimedilia tu kwa street. Sasa Mungu amekuleta hapa sababu ya nini? Si umesikia nini testimony yangu? Hutalia tena from today. Utakuwa unasema ushuhuda na nitakuwa nakushukua sana hapa. From today utakuwa tu na ushuhuda. Unaona hii ushuhuda wangu? Mimi ni kikwambia yako wewe ni vizuri, watoto wako unawaona. My son ako sahi hapa Germany amekufa. Hata sioni watoto wangu, sioni, nimekwambia. Wacha nikwambie yangu kwanza. My son mimi nimekuja hapa Germany, nilizaa nikiwa mdogo. Nilizaa nikiwa na 15 years. Nikafanya mtoto wangu akaenda mpaka university. Sasa hivi nilikuwa nafanya kazi. Na hii kidole, hii mkono. Nafanya kazi kakaenda university. Nikaenda huku nikikabisana akaja mpaka hapa. Sasa ile anaenda kupewa diploma, alikuwa mtu mkubwa sana my son hapa. Ni wivu tu ya watu wakamuua. Unasikia? Sasa hii my son ako hapa kaburi. Mimi huyu mkono umeniona magonjwa na nini 25 years. So wewe usilie, watoto wako wako pahali. Si ndio hawako kama mimi. So huyu kiboko ya wachawi atakuletea watoto. Sasa vile umekuja hapa mashida yako Mungu atatumia kiboko ya wachawi. Vile amemtumia kunimalizia mashida yangu. Shosho, uje umwambie baba kuhusu kijana wako. Pengine pia kuna ushuhuda mkubwa mwenyewe unakuja. Akisema Levu Natasha alimuitisha pesa amuombeni mkono. Ni mimi. Ngoja nisome hii. Huyu nilimuona. Ni mimi Natasha alichukua pesa zangu kwa hii mkono. Hata sio hivyo. Almost 2 million from 25 years nikiwa kasichana hii mkono. Na sasa Mungu ametumia kiboko ya washawi. Na mkiwa nyinyi mko hapa mtaenda hapo. Kwanza huu breast utabarikiwa sana. Breast utalia sana. Hutalia tena. Vile umekuja mpaka hapa unasema hivi. Hautalia. Ukiona ni mimi siri, ati mimi leo nafurahi. Saa hii simwambii muniweke pipi. Mnajua mlikuwa mnaniambia nikojolee hii kitanda saa 9. Mikojo ya kwanza. Saa 9 nilikuwa silali. Yeah, that is 2 months. Shosho kojoa. Halafu kinawasha. Nasema sasa tikitoka mbona mnaniambia nikojolee kinaniwacha hiki mkono. Wai nalienda na kojoa nasema huyu lazima ni. Sasa wananiambia usikojoe siku moja shosho kojoa. Kojoa watu wanakuja wanasema kojoa shosho. Shosho usiweke mara 2 mara 3 kojoa. Mimi saa 9 ikifika. Alafu nakunywa ndio nikojoe. Saa 9 ikifika usiku. Nasema oi guys sasa ni mkojo. Sasa alafu nikiweka kinawacha. Nalia na nyamaza. Sasa nikaambia shosho sukari. Nikaweka sukari. Nikiweka sukari kinatota. Hakuna sijapitia. So breast utalia tena. Just have that faith. Huyu prophet sio prophet mchawi ama sio nini. Huyu ni prophet wa Mungu. Na ukiona Mungu anakuambia mpaka password yako, ule ni prophet anakuambia kila kitu, majina yako na ya friend. Anakuambia. Kuna mama pale aliangalia. Yule mama akakuja kuobewa kama hivyo umekuja breast. Ukiwe uko na maid. Yule mama aliambiwa
wapi maid yako? Maid amelala. Akaambiwa na prophet, nenda ushukue hiyo simu ya maid. Akaenda akashukua simu ya maid. Yule mama akasema maid amefuga simu yake. Akaambiwa weka hii namba, anakufungulia mpaka namba yako. Akafungua. Akaambiwa nenda WhatsApp imefungwa. Prophet akamwambia weka hivi. Kufungua, aliona bwana yake analala na yule maid. Aliona kitu ya bwana yake. Huyo mama aliamuka. Mimi nakwambia pale kwa prophet sitoki. Saa hii nitapika. Jioni saa 2 nitakuwa pale. Mtajione ya mambo. Yes darling. Yeah, kuku mavanlegi net venish vigiet. So mimi naenda sasa. Yule hata hakugoja abiwa na prophet vile atafanya. Aliamuka akaenda akachukua maid. Akamwambia unafanya nini na bwana yangu? Hii pisha ni za nani? Mutaona mambo. Gai. Mutaona mambo. Anafungua mpaka hizo nini. Huyu bishop jana amekuja akasema mimi sio mgonjwa, najifanya. Bibi yake aliambiwa shukua hiyo simu ya bishop. Akashukua. Kaipini. Alikuta bishop huyo alisema napanga ako kimeweka mtu miba kikubafu. Yes. Yeah. Endelea kuongea. Ngoja naoneshe example ndio hii. Ndio hii. Upendo. Nikifikiri Upendo anajua kusoma. Upendo? Naikumbuka hiyo. Tumeona sioni vizuri. Iko mbali sana. Big screen. Amweke big screen. Hapo uone. Big screen ameondoka nani? Naiona na usiweke muda mrefu. Huu ni mtandao, hujui nani ataipiga picha. Usiweke muda mrefu. Pendo. Hakuna. Yes, mami. Pendo. Yes, mami. Unajua shosh sasa kuna hata ni afadhali sasa nimebaki na nyinyi sasa muni understand. Hivyo vile amesema kujui ni saa 2. Saa 2 sasa nitaingia kwa TikTok aje, manake sasa kuingia kwa TikTok utaingia upata na vitu zingine. Mtu akitaka kuingia kwa TikTok sasa live utaingia vipi sasa ndio niweze kupatana na nyinyi? Amesema bishop amechukua namba yako. Yeah. Kama umechukua namba yako atakutumia link kwenye WhatsApp. Sawa. Hiyo link utakapogusa utatokea moja kwa moja kwenye mahubiri ya kiboko. Nikiguza link kwa WhatsApp. Moja kwa moja dadangu. Naomba unisikize, akinitumia hiyo link kwa WhatsApp nikitap tu hivi nikilink inatokea hapo immediately. Yes. Na mimi nikakwambia utakapotokea kwenye hiyo linki utakutana na mtu ambaye pengine amesuka nywele. Usije ukasema imekupeleka mahali pengine, ndio huyo atakupeleka kwa unaweza ukafikiri utategemea ukakuta mtu amevaa suti, ukakuta mtu utakutana na kijana mmoja mtanashati, lakini ndio huyo Mungu anamtumia kwa viwango vya juu akiwa ni nabii wetu. Pendo. Nataka tu. Yo. Pendo, unaweza pia mimi jioni ukiingia unitumie link. Ni text kwenye inbox. Sawa, nitakupenda. Share na wewe linki, lakini Blessed Lulu kwa sababu ni mgeni kabisa, yeye atatafutwa kwenye WhatsApp kwa sababu yeye ni mgeni. Na tafadhali mnitafute, labda hata shosho anaweza sahau, naomba mnitafute. Nakutafuta Blessed. Naomba mnitafute. Mimi hata ile kitu ninaomba zaidi, ninaomba tu Mungu tu ainue tu kipaji yangu ya uimbaji ya kumshtukuza Mungu. Alafu pia ainue kazi yangu, hata ndio watoto wakija at least niweze kumanage kwa ile, maana hata huwa mwisho babake alinitesa watoto wangu wote watatu, nimezaa different fathers. First born nilibreak virginity nilikuwa na miaka, nilikuwa I think na 13 years ndio nilipata mimba ya mdogo ya mkubwa Blessed Lulu. Sasa hizi I'm 33 years. Lulu, usitueleze sisi shida zako sio sahihi, kwa sababu ukitueleza sisi ni binadamu, hatujapewa uwezo wa kukusaidia.
aliyepewa uwezo. Unataka basi msini anajaribu kusema, anajaribu kuongea ili nitoe kwa moyo, alafu ndio ile pia muwe na imani na mimi. Moyo binadamu sisi hatuwezi kukusaidia. Isipokuwa tunasubiri ushuhuda na katika hali kama hii jioni unasubiri kuingia kwa nabii, basi uwe na muda wa kujiombea pia Mungu akupatie kibali, kwa sababu unaweza ukaona swala ni watoto wamepotea, huwezi kuimba, huwezi upati hela, ufanye nini, lakini kumbe kuna mahali kwenye uchawi umeshikiliwa. Huo uchawi ukiondoka vingine vyote watoto wanarudi, unaweza kuimba, utapata hela zako, yani is everything mahali uliposhikiliwa. Kwa hiyo kikubwa kwanza ni uchawi, alafu vingine vyote ndio vitakuja kufunguka baadaye. Maana yote hiyo ni nguvu ya uchawi ya kukutenga na watoto wako, ya kukutenga na hatima yako. Kwa hiyo itakapofunguliwa hayo mengine yote yatakuja. Kwa hiyo jitahidi muda huo ukae sehemu. Unajua Pendo dadangu, unajua ile kitu mimi kulilia Mungu, mimi ushinda nikiambia Mungu, hii kipaji amenipatia kumwimbia, nisiwe naimba ati nifaidike mimi kimaisha ati kimapato. Niomba tu naambia Mungu, manake umenipatia kipaji ni kutukuze sauti, umenipa nzira kukuimbia wewe. Napoimba ili yani just kwa sababu neno la Mungu inasema unapoimba utukufu wa Mungu unashuka. Kuna mtu anaweza kaimba, unakuja unapata mtu amepokea uponyaji pale, kama vile mtu anaweza tu ushuhuda. Sasa mimi wako Mungu nasema wakati niwe kama Daudi, wakati namwimbia utukufu wake unashuka, naonekane kwa watu wakati namwimbia. Hiyo ndio kitu mimi huambiaga tu Mungu, sitaki hata kulipwa. Ile kitu mimi huambia Mungu ni ainue tu kazi yangu, nitegemee kazi yangu, lakini sauti yake isikike kwa dunia nzima nikimtukuza yeye ili nimpe sifa. Hiyo ndio kitu tu mimi ulilia Mungu siku zote. Na jinsi tumefundishwa, abariki kazi ya mikono yangu, lakini uimbaji ni muimbie yeye akatukuzwe. Bless Lulu, sikiliza. Tumefundishwa na kiboko na wachawi. Mungu hatuiti kumtumikia alafu tulale njaa, sio mpango wa Mungu. Sio mpango wa Mungu. Uje kwenye ibada ujifunze, sio mpango wa Mungu. Hicho ulichonacho kikubwa ndicho kinachokufanya ulale njaa, kwa sababu shetani anakipiga. Kwa hiyo kikubwa ni kufunguliwa. Sio mpango wa Mungu wewe utumikia alafu ulale njaa. Wewe ungekuwa mpango huo usingekuwa mpango huo. Akaunti ya Shosho itashuka. Usilie kwenye akaunti utapunguza viewers. Usilie, zima mic ulie huko pembeni. Nimezima mic. Jeni Murage, ongea ndio kuna watu wengi wanataka kuongea chini tuone. Endelea kuone Jeni Murage pale wa Bru number 1. Joshua, acha nishukie mtu apande. Sawa, si wewe tu umesema tufuatane pale jioni. Hadi nimekufollow, ndajua tu live ndaona. Shosho. Mbali zenyu. Salama. Mimi nimewasikiza sana, hata ndio nikuja nijeni, nilikuwa nimeenda huko kwa video zako nikaona venye ulikuwa venye umetoa testimony. Na ni ukweli anatoa watu mbali sana. Hata mimi by the way nikiweza jielezea watu kupitia mashida mingi sana. Ni venye watu wananyamazaga. Lakini hata mimi nitajoin hiyo saa 2. Na Upendo kwanza anaelezea vizuri sana hadi mtu anasikia venye anaelezea hadi mtu anasaidika. Mimi naweza ambia tu blessing tu, ajipe tu nguvu, na amini Mungu tu. I trust God, kila kitu itaenda tu vizuri. Na vumilia tu, watoto watarudi. Mimi siko hapa kumwambia mwende kwa nani. Vile mtajisikia, mnajua mimi hii ni mkono wangu. Mimi ninakuja kusema testimony, kumwambia Mungu asante, kusema nani ametumiwa na Mungu kunipatia 9 days nipone. So sikuja hapa kuambia Mungu uende pale. Sasa ni vile mtu atasema na mimi am happy. Saa hii sivai nini? Unajua mtu anateseka kivyake. Na Kikuyu unasema na Kikuyu tunasema muharwa no thiga tagathaka.
ukiwa wewe unahala unakimbia kwa kichaka. Ukitoka Nairobi ukienda Mombasa mnapita pale Mtito wa Ndei, kuna karuharo unakula pale Mtito wa Ndei. Ukifika Mombasa ile nyama unaenda ukihala. Kwa hivyo utaambia dereva, unakimbia kwa pale, dereva simamisha nini, simamisha nataka kuhara, anasimamisha unakimbia. So Kikuyu tunasema ukihara unakimbia kwa. So mimi hii problem yangu nakuja kusema hapa, hakuna mtu, mimi mtu ndiye atajipeleka pale. Mimi sikuji kuambia mtu nyinyi nendeni pale. Unajua ukiona pahali kuna na watu wanaongea, kina Pedro wamekuja, watu wanakuja, unaenda pale unaangalia, unaenda pale unaangalia. Sasa utaona vile yule mtu anafanya, yule prophet vile anafanya, hata ukiwa sio huyo, kuna kwingi utaenda. Kama mimi nimeenda sana na hii mkono 25 years. Na vile nasema, the one who deal with this hard, he is not normal. Yes, you're normal. Yes, anaitisha pesa. Kuna wale anaitisha, lakini mimi sikuitishwa. Kuna wale uko na problem, hutaki aseme mbele yako. Sababu wewe ukienda pale, kwanza wewe Kalistos atakwambia wewe uko na bibi mwingine. So wewe hutaki aseme mambo yako pale, cause anasema anapiganisha mpaka askari, anapiganisha maid, analala na mtu, anapiganisha. So anasema ukiwa hutaki kwenda pale vile tunakaa hivi, watu wasikie, book appointment. Appointment yake ni 200. Una book. Ukiwa hutaki watu wasikie maneno yako. Kama jana kuna mama alikuwa pale, alikuwa Msudani, yule alikuwa na kitambaa. Mzee wake alikuwa government, akafutwa kazi. Akamuita mama, akamwambia we mama, unajua kuna boyfriend, kuna boyfriend unajegea nyumba na bwana yako wako hapa. So kuna wale hamutaki wa kitambo. Watu wananijua. So I don't, kwanza mimi nikiambiwa magonjwa na inaponywa, nikiambiwa nimerogwa, nimetoka kwa ushawi, nini hingine kama this happiness, hii happiness. Mimi hata nikiambiwa nini watu wasikie na Mungu anakutoa pale, nini unaogopa? Unaogopa nini? Sasa ukiwa wewe hutaki mambo yako ujulikane, unamuomba appointment. Kuna namba anakupatia pale. Ile namba ukienda kwake utaiona ya Kongo. Uende pale umwandikie appointment. Appointment unalipa. Lakini kama mimi nilienda pale akanishukua nikakaa hapa, mimi sikutoa kitu, sijatoa kitu. Aliniambia chukua maji. Mimi kwanza hata vile namwambia sikuwa mimi nataka, sikuenda kuombewa. Niliona anasema mambo ya watu, wewe umerogwa. Nikasema wacha niende kwake niulize mtoto wangu alikufa kwa nini. Kumbe mimi ameenda kuniambia wewe upone, una magonjwa, every sickness. Was musst du? Was ist Pommes und Chicken? Ich komme. Kannst du aufstoppen? Nein, nicht stoppen. Wir gehen. Give here. So again kidogo nidili na mtoto. Breast wewe kaa hapo kwanza, usifungue cause you are crying. Na sitaki nini. Wacha nani aongee, tupatie nani? Ndio nishukue watu hapa. Jeni umeongea, wacha tuongeleshwe na Karo. Wewe shosh niko sawa. I'm okay shosh. Wacha sasa kuongea, wacha tushukue watu wengine na wao pia waongee. Si ndio? Wacha tushukue. Basi nataka nimalizane. Aya ngoja basi kwanza shosh usikate. Ngoja kwanza, wewe kaa hapo nikupatie nini? Nikupatie followers. Wewe usiongee, nikikufunga wacha wengine waongee. Kaa hapo nikupatie followers. To follow ile breast. To follow breast. Washa Karos ongea. Sasa mimi nilikuwa nasema mimi nimepitia mambo mingi sana kugonjeka since 2022. Na kuanga na ugonjwa inaitwa endometriosis. Naenda hospitali leo, after 3 months narudi hospitali tena. Sasa hata nimetoka hospitali sijamaliza hata wiki moja nyumbani. Nimetoka hospitali. So nilikuwa naomba hiyo ringi ukifungua huyo prophet akiingia ushia hiyo ring. Mimi hata sitaki ati private appointment. Nitaongea tu na yeye live.
I think I have a lot of followers sahi na likes. So unaweza fungua kamera. Yangu haina issue. Na kama Hata nitasaidika, naona hata ukimfollow, ukienda hapo kwangu umfollow, mtaona tu ameingia, umfanye ile notification, akiingia tu unamuona, but ikiwa mimi nitanini, but it's okay. yeah. Juwe nimepitia kazi nafanyanga 6 months inasimama. Hakuna, mambo yangu yote imesimama hadi saa hii. Wow, endeleeni kuongea, nakuja. Sawa. Apostle Judy, nakuona uko aje? Shalom, shalom. Apostle Judy, all the way from America. Mama Apostle